Nyuma uone fisi anachokifanyaga akifika njia panda. Fisi akifika njia panda anapiga ramli sasa kwamba niende wapi ili nipate chakula. Ndugu zangu mnaonitizama, mimi naitwa Ruzuba the Great. Mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio. Kila siku nimekuwa nikiwaeleza kwamba huwezi ukapata mali kwa kutumia nguvu na akili peke yake. Hata wazee wetu walitumia maarifa, wajinga huwa hawaelewi. Na nikasema hivi, hata wanyama uwindaji wao huwa wanatumia maarifa. Mfano, leo nakupa mfano wa fisi. Fisi huwa anafanya nini akitaka kwenda kuiba mbuzi au kondoo? Sisi wafugaji, nilikwambia mimi na ng'ombe 1000 kadhaa. Na namuomba tu waziri aturuhusu kidogo apunguze gharama ya kwa tunaingia kwenye ranch. Na mang'ombe. Kwa hiyo sasa fisi akitaka kwenda kutafuta chakula, anapiga mahesabu, anapiga ramli. Lakini leo hii watu tu anasikia Dar es Salaam kuna hela anaenda. Anaishi miaka 10 kwenye nyumba ya kupanga, hapati pesa, anapata hela ya kula tu. Hata ya kula saa nyingine ni tabu. Lakini sisi tangu zamani nimekuwa nikiona mtu akitaka kwenda kwenye utafutaji, anauliza niende wapi? Anakuwa na miji yake. Sasa fisi huwa anafanya hivi. Ngoja uangalie vizuri. Fisi huwa anafika kwanza, anapotembea anafika njia panda. Hapa ninachora tu njia panda, muione. Hii njia panda ya kuchora. Sasa huyu fisi huwa anapoenda kuvamia kwenye nyumba ya mtu kwamba naenda kuiba, sasa leo naenda nikaibe mbuzi ili nifanikiwe au nikaibe kondoo. Sasa hajui anaenda wapi. Cha kwanza sasa hapa anachokifanya fisi, na mimi nakuonyesha. Hapa naweka tunguli. Mimi ni mganga. Na huku naweka tunguli. Mimi ni mganga. Na huku ninaweka pesa. Na huku mimi ninaweka fimbo. Sasa fisi haweki hivi, anatamani sasa nini akipate. Sasa mtu wa kamera arudi nyuma uone fisi anachokifanyaga akifika njia panda. Fisi akifika njia panda anapiga ramli sasa kwamba niende wapi ili nipate chakula. Sasa huu ni uchawi kidogo, lazima mnielewe. Sasa hivi nasikia vingine kabisa. Sasa hiki hapa wanakielewa wanaokujaga kwangu. Kwa kina kazi gani? Sasa angalia mtangazaji, nimeangukia wapi? Kwenye tunguli eti. Nimeangukia kwenye tunguli. Mimi ni mganga. Sijaangukia kwenye hela. Sasa mimi nikaamua kuwa mfanyabiashara sasa. Kila siku ni hasara na hela sizioni. Lakini hapa sasa hivi nimeangukia kwenye tunguli zangu. Yaani mimi ni mganga, nimezaliwa kusaidia watu. Kwa wale wanaonijua Tabora wanajua nimezaliwa nikiwa nimeshika mzizi. Ishara ya kutatua matatizo ya walimwengu. Wewe unayesumbuka na tatizo lolote, wakati huu ni wakati tunaenda kwenye uchaguzi. Chochote unachokihitaji kinawezekana. Mimi na madawa, kwa sababu mimi nilikuwa mcheza ngoma. Ili ucheze ngoma lazima uwe na madawa ya kuvuta watu wakupende, wakushangae, ndio unapata pointi za kushinda. Watu wa mkoa wa Shinyanga na Tabora mnaelewa hili. Sasa fisi akishaangukia upande huo, anajua kwamba nyama nitapatia huku. Lakini mwanadamu akiamka, Kariakoo, Mwenge, akili hamna, uzezeta tu, hupigi mahesabu, unazidiwa na fisi, ambaye wewe fisi unamdharau, lakini kumbe fisi ana maarifa kuliko wewe. Akifika njia panda lazima apige mahesabu kwamba nikienda kushoto au kulia nitapata nyama, anapiga ramli. Halafu anazunguka pale, atakapoangukia ndio huko anaunga na lazima akapate. Lakini wewe unafanya nini ili upate pesa? Ni kuhangaika tu. Naitwa Ruzuba the Great. Hapa ndio nyumbani. Jamani, ningeangukia huku kwenye biashara, mimi ningekuwa kama Baresa. Lakini nimeangukia huku. Kwa hiyo mimi sio mfanya biashara, kazi yangu ni kukutengenezea ukatajirike, na mimi unaniletea kashukrani kidogo. Lakini watu wanaanza, wewe una nini? Hata kama nina mali nyingi lakini siwezi kuwafikia nao watengenezea. Wewe unamtengenezea mtu anaenda kupata dhahabu kilo 10. Huyo mtu zalingana naye uchumi wake? Siwezi kulingana naye. Ananiletea kidogo tu, kamilioni tu, milioni 2. Na mimi nakula na linga. Hiyo kazi yangu, sio biashara. Kazi yangu ni kutibu watu. Acha kuzidiwa na fisi.